na vile pia subira katika kipindi hiki kigumu. Na sasa tuzamie taarifa nyingineyo ambapo polisi mjini Makindu, kaunti ya Makueni, wanamzuilia jamaa mmoja anayedaiwa kumuua babake katika kijiji cha Kalimani kufuatia ugomvi kati yao baada ya kijana huyo kuchukua magogo ya babake aliyokuwa amekata shambani mwao ili kujenga zizi la mbuzi na kuyachoma makaa. Kulingana na familia ya kijana huyo, alimshambulia babake kwa kumkatakata kwa panga kichwani na kumuua papo hapo. Steven Nzioka alifika kijijini humo na kuandaa taarifa ifuatayo. Ni nyumbani kwa mzee Kavita Muli mwenye umri wa miaka 80 aliyeuawa na mwanawe mwenye umri wa miaka 42. Majirani wakifika hapa kuifariji familia hii. Mkeo marehemu akisimulia kilichowafika baada ya mzee huyo kuwasili nyumbani na kupata kiamsha kinywa. Hata mimi nilimuuliza, kwa nini unachukua miti ya baba yako uchome makaa? Hata alichukua hata kuni zangu. Mimi nikanyamaza. Mimi nilishinda hapa, si kuenda mahali, nimeshinda hapa. Mzee alikuwa anafanya kazi pale. Mimi nilikuwa nikitengeneza mahindi ya kwenda kuchagiwa. Ndio nikasikia, hata si kusikia kelele, nilisikia mtu kama anakata miti. Sasa akili ikanikujia, nikasema, nikauliza, na hiyo ni nini inaendelea? Wenda pale nikakuta kijana anaendelea kukata papa yake. Makaa na miti ya mauti yakiwa ndio haya ambapo mzee huyo alivamiwa na mwanawe wakati alikuwa amesimama kando ya tanuri. Familia imeelezea kuwa Musyoki alikuwa mtundu na mara kwa mara alikuwa akiwatishia maisha. Anakuanga na tabia mbaya za ile amelewa. Akiwa hajalewa anakuanga mzuri. Lakini akilewa anakuja na kelele. And most of the times most of us have been avoiding home. So tumekuwa tukija home once in a while. Kando na nyumba yake amepanga chupa hizi za pombe kali zilizopigwa marufuku, huku familia hii ikitaka mshukiwa apewe adhabu kali na mahakama. Mwakilishi wa wanawake Makueni ametaka vijana kukomesha dhuluma kwa wazazi. Tafadhali, jambo hilo linaletwa pia na madawa ya kulevya, kunywa bangi na kuishi maisha ovyo ovyo imeweza kuchangia pakubwa sana kwa kuweza kuleta dhuluma kwa jamii. Mshukiwa alikamatwa akielekea mafichoni kulingana na naibu chifu wa kata ndogo ya Chale, Shentrak Muia. Jamaa huyo ambaye aliachia masomo yake darasa la pili kabla ya kuua babake aliandika barua hizi ambazo tumeweza kuzisoma kwa matatizo sana, akisema kuwa angejua kwa kujitia kitanzi. Steven Nzioka, KTN, kutoka eneo la Makindu, kaunti ya